unitembelee kwa ile neema yako, ni uisi mguso kwenye maisha yangu. Bwana, na kuita kwa maisha yangu, nirejeshe amani ya moyo, amani ya ibada, amani ya ibada, amani ya ibada. Naishi kama kuna kitu hakipo sawa. Bwana Yesu, naomba ushirika na wewe Bwana, naomba ushirika na wewe Bwana, naomba ushirika na wewe Bwana. Paza sauti tena, sema Bwana, naomba ushirika na wewe Bwana. Bwana, naomba ushirika na wewe Bwana. Inua mikono yako sasa, alafu ingia katika uwepo wa Mungu sasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tafakari Mungu. Weka tu hapo ukiwa umeinua mikono yako kwa chini, usiinue sana ukaumia. Sehemu ambayo unaweza ukawa comfortable ili usisikie maumivu. Maana uinue mikono kwa mateso, unainua mikono kwa sehemu fulani ukimaanisha kwamba na surrender Bwana. Kwako na surrender, kwako na surrender, kwako na surrender, kwako na kubali, kwako sina kitu. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Yohana akamwambia, mimi nipungue, wewe uongezeke. Sisi tupungue sana, lakini Mungu uongezeke. Mapenzi yetu yapungue mno, lakini wewe uongezeke. Wewe uongezeke, utawale mioyo yetu, uongezeke, utawale akili zetu, uongezeke, utawale ibada. Asante Yesu. Jesus. Hallelujah. 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 Wacha mbingu zifunguke kwa ajili yako. My Lord, my God. Wacha mbingu zifunguke kwa ajili yako. Wacha mbingu zifunguke kwa ajili yako. Malaika wa Bwana wapite kwa ajili yako. Bwana aipokee ibada ya manukato. Asante. Endelea kumtafakari Bwana. Tafakari uzuri wake, tafakari upendo wake, tafakari jinsi alivyokulinda, tafakari kwa aliyokupa. Wakati tunaendelea kutafakari, Mungu ataendelea kuhudumu nawe, ataendelea kushughulika na moyo wako. Asante Yesu. Baba, tawala moyo wetu.
Tawala mioyo yetu Yesu. Tawala, tawala. Tawala, tawala. Tawala, tawala. Tawala, tawala. Ukiwa hivyo kimya mbele za Mungu, endelea kutafakari. Ninamaanisha nikisema hii, kuna jambo linatakiwa litokee sasa, lakini Mungu anatafuta mtu wa ibada. Mungu anatafuta mtu wa ibada. Inua mikono yako nikuombee sasa. Inua mikono yako nikuombee sasa. Wakati huo tunapiga tu muziki kwa namna hiyo. Tukufu wa Mungu ili uende pamoja nao. Tuko katika maombi na leo ni siku yetu ya 7 ambayo tunaendelea na maombi ya siku 30. Na natamani tutembee na utukufu wa Mungu wa hali ya juu. Taimba nyimbo hii alafu nitakuombea na utukufu wa Mungu shuka kwa nguvu. Utukufu wa Bwana unashuka, watu wake. Naomba nipate kinanda, tusio ngoma. Utukufu wa Bwana unashuka, utukufu unashuka, watu wake kioma, utukufu unashuka, unashuka. Utukufu wa Bwana ukishuka, magonjwa hayawezi kukaa. Utukufu wa Bwana ukishuka, laana haziwezi kusimama. Utukufu wa Bwana ukishuka, mateso hayawezi kuwepo. Utukufu wa Bwana ukishuka, ukawaita wa ibada hauwezi kuwepo. Maana yake Roho Mtakatifu atatawala kwenye mioyo ya watu. Nenda kuimba hiyo nyimbo. Unashuka, 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 utukufu, utukufu wa Bwana unashuka, watu wake tukiomba, utukufu wa Bwana unashuka, 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 utukufu, utukufu wa Bwana unashuka,
watu wake Yesu tukiomba, utukufu wa Bwana unashuka. Inua mikono yako sasa, nataka kuomba. Baba, wewe ni Mungu, mahali ambapo utukufu wako ukishuka, hakuna kansa inaweza kukaa, malaria zinayeyuka, ukimwi unakimbia, viwete wanatembea na viziwi wanasikia, vipofu wanaona tena, matasa wanazaa. Ukishuka wewe Mungu, watu hawawezi kukaa vile vile. Uwepo wako unakuwa ni wa ajabu. Ukishuka wewe Mungu, unateka mateka na unaachilia vipawa na unaachilia karama. Bwana, ni maombi yangu saa hii, ibada hii, kila aliyenyoosha mkono wake, neema ya ajabu ishuke juu yake, hatua zao zifunguliwe, uwepo wako uwe pamoja nao, na wingu lako liwaatamie kwa nguvu zako. Inua mikono, inua mikono, inua mikono, inua mikono. Jesus. Neema ya Yesu, neema ya Yesu iwe juu yenu. Ukiwa umeinua mikono, nguvu za Mungu zitembee katikati yako. Ndio, haiwezi kuzuilika. Hiyo ni nguvu inayogusa moja kwa moja katika moyo. Inua mikono yako ndugu yangu. Kuna watu watapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Kuna watu wataongezewa. Usiniangalie, usinitolee macho. Nimewaambia mfunikeni macho yenu. Sasa kuna watu wengine wananiangalia, wale wanaotakiwa kuwa macho ni wahudumu peke yake kwa ajili ya usalama. Ili wewe lazima ukae katika utulivu wa ibada. Usinishangae. Siku unaweza ukashangaa ukasema mchungaji amevaa nguo gani tena? Hapo unapishana na nguvu za Mungu. Inua mikono tena. Jesus, Jehovah Jehovah Shammah, Jehovah Erikibo, Jehovah Adonai, Jehovah Shammah, Mungu uketie mahali pa juu, uwezaye kutetemesha milima, uwezaye kuhamisha maji yakakutii, mwenye nguvu ya ajabu. My Lord, my God, tembelea watu wako Bwana na ile anointing na upako wa ajabu ushuke juu ya mwanamke mmoja. Niliwaambia mkae katika mkao mzuri, maana kuna nguvu itapita juu yenu. Watu hawajanielewa. Saka kwenye mkao, kaa kwenye mkao wa kupokea. Ndugu yangu, kaka yangu, usirete mazoea. Tuko kwa ibada ya Roho Mtakatifu. Tuko kwenye ibada ya Roho Mtakatifu hapa. Usirete mazoea ya jana au Jumapili iliyopita, utaferi. Watu lazima wahudumiwe.
Ni majira ya kuhudumiwa na Bwana. My Father, my Father, hudumia watoto wako. My Father, uliyetembea na Musa, uliyetembea na Ibrahimu, uliyetembea na Yakobo, uliyetembea na mitume 12, ukakaa nao kwa miaka kadhaa ukiwafundisha, uliyesema sitawaacha yatima. Bwana, gusa watoto wako wa kike na wa kiume. Matatizo yaliyo juu yao Bwana unayajua. Machozi walionayo Bwana unayajua. Vilio walionavyo Bwana unawajua. Maombi wanayoyaomba Bwana unayajua. My Father, hudumia watoto wako, hudumia kanisa lako, hudumia kanisa lako, hudumia mwanamke huyo, hudumia kijana yule, hudumia binti yule, hudumia baba yule, hudumia. Ikiwa adui ameondoa kiu ya kumtafuta Mungu, Bwana anarejesha, Bwana anarejesha, Bwana anarejesha kiu, Bwana anarejesha kiu. Tumekuwa kwenye toba ya matengenezo, kutengeneza kwa tabia za asili zilizong'ang'ana na maisha yetu. Bwana anatuondolea tabia ambazo haziendani na yeye. Mungu wa utukufu anakuwa juu yako. Hey, kuna tabia zinaondoka, kuna tabia zinakuacha, kuna tabia zinakimbia. Walikutupia hizo tabia ili utengane na uwepo wa Mungu. Inua mikono yako, inua mikono yako, inua mikono yako. Mbingu ziko wazi kutetea watoto wao, watoto wa Mungu. Mbingu ziko wazi. Mungu ameziacha mbingu ili kututetea, ili kutupigania. Kuna jeshi la malaika liko kwa chachi hii. Kuna jeshi la malaika linatembea kwa kanisa. Kuna jeshi la malaika linatembea kwa kanisa. Nataka nikuombee ili Mungu akufungue macho uweze kuona haya ninayoyasema. Hebu fungua, inua mikono yako sasa. Nataka niombe. Nitaomba kwa habari ya manabii, watafunguliwa macho na masikio. Mungu ataachilia uwepo wa ajabu, ataachilia upako wa juu wa anointing na mafuta yake. Inua mikono yako, sema Bwana, niko tayari. Ongea kwa nguvu, sema Bwana, niko tayari, niko tayari, nitumie jinsi upendavyo. Sema tena, Bwana, niko tayari, unitumie jinsi upendavyo, jinsi utakavyo. Bwana, nitumie. Mashetani yasinitumie, wachawi wasinitumie, mizimu isinitumie, tabia za siri zisinitumie. Bwana, niko tayari, nitumie. Inua mikono yako sasa. Umesema Bwana awe tayari kukutumia. Sasa inua mikono yako, utapokea nguvu akisha kujiria Roho Mtakatifu juu yako. Utapokea hiyo anointing. Hiyo anointing inashuka, inashuka, inashuka. Hakuna wezaye zuia hiyo nguvu. Ni nguvu ya Bwana, ni mafuta ya Bwana, ni Roho wa Bwana anatembea juu yako. Nakwambia ni Roho, ni Roho wa Bwana. Unajua watu hawajaelewa, lakini nataka nikwambie roho ya manabii iko hapa, roho ya manabii iko hapa, roho ya manabii iko hapa, roho ya manabii iko hapa. Pokea mara 7, 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 pokea mara 7. 1 2 3 4 5 6 7. Pokea mara 7, 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 pokea mara 7 kwa jina la Yesu. Mara 7 ni utimilifu. Pokea, 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 pokea,
pokea, pokea, pokea, pokea, pokea, pokea, pokea, pokea, pokea. Ni wingu la Bwana. Hey. Nani awezaye kuzuia hili wingu? Hakuna mganga wala mchawi awezaye kuzuia wingu la Bwana. Ni saa ya Bwana kugusa watu wake. Ni saa ya Bwana kutembea na watu wake. Ni saa ya Bwana kuinua manabii. Ni saa ya Bwana kuinua mitume. Ni saa ya Bwana kuinua waombaji. Ni saa ya Bwana kuinua watendakazi. Bwana ainua kilichorara. Inuka sasa, inuka sasa. Kawewe Jesus. Unaishi kuomba, wewe omba. Unaishi kunena kwa lugha, nena kwa lugha. Unaishi nguvu, usizuie. My Father Yesu Kristo. Watoto wako tayari. Wape nguvu ya kushinda ulimwengu. Wape nguvu ya kushinda dhambi. Dhambi zimewakokota. Dhambi zimewabeba. Dhambi zimewafunika. Lakini my Father, uko hapa kuondoa viambaza. Uko hapa kutoa tumaini jipya. Uko hapa kutoa furaha mpya. Kuna watu wamekata tamaa, hawawezi kwenda tena, lakini Bwana unawarejeshea. Bwana unawarejeshea. Bwana unawarejeshea. Bwana unawarejeshea. Bwana unawarejeshea. Bwana unawarejeshea. Send hey. Licha, inua mikono yako tena. Wewe ambaye bado unaona haujapata chochote, endelea kuinua mikono yako. Na kwa uweponi mwa Mungu, na kwa uweponi mwa Mungu, ninapoombea saa hii, kuna matasa wanarejeshewa. Matasa, au uko hapa na hauzai, aro hautaondoka na hiyo hali tena. Uko hapa na ni mgonjwa, hautaondoka na hiyo hali. Inua mikono yako sasa. Sema, Baba nihudumie. Sema tena, Baba nihudumie. Unapopita upite na kwangu. Sema tena, Baba unapopita upite na kwangu. Sema tena, upite na kwangu. Sema upite na kwangu. Sema tena, Baba upite na kwangu. Sema tena, Baba upite na kwangu. Sema, Bwana niondolee tabia za asili zinazonitenga na wewe, zinazoniweka mbali na wewe. Maana mwanadamu mwenye tabia za asili hayapokei ya Roho Mtakatifu. Pengine Bwana nimeshindwa kupokea kwa sababu ya tabia ambazo hazijafa. Ninaomba ibada hii, tabia zote mbaya zife, 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 zife. Sema tena, Bwana Bwana nihurumie. Sema, Bwana nihurumie. Naomba huruma zako, naomba huruma zako, kwa maana ni huruma zako hatuangamii. Bwana nihurumie, Bwana nihurumie, Bwana nihurumie, Bwana nihurumie, Bwana nihurumie, Bwana nihurumie. Ongea tena, sema tena, Bwana nihurumie. Sema tena, Bwana nihurumie. Sema tena, Bwana nihurumie.
Bila kunihurumia wewe, ni nani atanihurumia? Sema tena, Bwana nihurumie. Sema tena, Bwana nihurumie. Huruma zako ni huruma. Ukituhurumia tunatuhurumia kweli. Sema ukituhurumia unatuhurumia kweli. Sema Bwana nihurumie. Sema Bwana Yesu nihurumie. Inua mikono yako sasa. Bwana Yesu, wewe uliyejaa huruma na neema. Ni kweli yamkini Mungu, kuna wakati tunakuuzi. Ni kweli Mungu, kuna wakati tunafata mwili, lakini una huruma, unarejesha walio wako. Ulimhurumia Petro wakati alipokukana. Una huruma Bwana. Hurumia mama yule, hurumia maisha yetu Yesu Kristo. Tuhurumie Bwana. Naomba huruma zako. Tunahitaji huruma zako. Bwana tuhurumie. Ukiwa umeinua mikono yako, funika macho yako sasa. Huku moyoni unasema, Mungu nihurumie, nihurumie. Mwambie Mungu moyoni mwako, sitaki kuangamia. Mwambie Bwana, sitaki nife, siku moja niangamie milele. Mwambie Bwana nihurumie, nihurumie, nisamehe, nihurumie. Nihurumie Bwana. Nihurumie Bwana Yesu. Nihurumie Bwana Yesu. Mimi na kanisa Bwana tuhurumie. Nihurumie Yesu Kristo. Nihurumie Bwana, nihurumie. Huruma zako Yesu ziwe juu yetu Bwana. Huruma zetu, huruma zako ziwe juu yetu Bwana. Kuna wakati tunaenenda kwa tabia ambazo hazifai Bwana. Chini ya huruma zako Yesu Kristo. Umhurumie mama yule, baba yule, kijana yule, binti yule. Uweke moyo mpya Bwana. Uondoe moyo wa jiwe, uweke moyo wa nyama. Uondoe moyo wa jiwe, moyo wa ukaidi, moyo wa kutokutii, moyo wa kutokusikia, moyo wa kiburi. Ondoa Bwana. Finyanga moyo Bwana. Finyanga moyo Bwana. Finyanga moyo Bwana. Maana unasema mtoto umpendaye umuonya na kumrudi. Finyanga mioyo yetu Bwana. Finyanga. 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 Finyanga Yesu. Finyanga. Finyanga Bwana. Yesu Kristo. Jumatano nilisema, nikawaambia kuna watu ambao wanamdanganya Mungu. Unakuta mtu ananena kwa lugha kwa uongo, hajajazwa na Roho, lakini ananena kwa sababu ni desturi, amezoea alikotoka. Walikuwa wanasema hivyo, naye amedaka hayo. Si kwa roho, si kwa roho, bali ni kwa mwili. Bwana akuhurumie. Hebu inua mikono yako sasa. Nataka niombe. Unajua Roho Mtakatifu ni halisi. Roho Mtakatifu ni halisi, sio maigizo. Watu wengi wamekuwa wanaigiza kunena kwa lugha.
na hii imekuwa ni dhambi mbele ya Mungu, kwa sababu unadanganya nafsi yako na unadanganya Mungu. Kunena kwa lugha ni roho aliye ndani yako. Watu wengi wamekuwa wanaogopa. Hebu inua mikono yako, alafu utasema hivi. Sema, Bwana Yesu. Ukiona haja ya kunena kwa lugha, utainua tu mikono yako kiusahihi, kinguvu. Mtu mmoja akanipigia simu akaniambia, Pastor, nikiwa maombi nilishangaa, nikiwa naomba nilishangaa, nguvu iliingia ndani yangu ya ajabu, na wakati huo nikaanza kuongea lugha mimi mwenyewe ambayo nilijishangaa, na kila ninapoomba kidogo tu ile nguvu inarudi tena, naanza tena kunena kwa lugha. Akasema sijawahi kuhisi hii hali, imenikuta nikiwa kwenye magoti naomba. Nikamwambia endelea kuchochea neema ya Mungu. Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya mtu si maigizo, ni nguvu inayoishi kwenye maisha ya mwanadamu. Inua mikono yako, sema, Roho Mtakatifu, na kuomba uingie ndani yangu. Sema tena, Roho Mtakatifu, na kuomba uingie ndani yangu, uingie ndani yangu, uingie ndani yangu, uingie ndani yangu. Ninene kwa lugha, ninene kwa lugha. Unipe karama utakayotaka niwe nayo. Bwana nisaidie. Inua mikono yako sasa na ukae kimya katika utulivu. Kuna watu wengine pepo zitawatoka na Roho wa Mungu ataingia kwenu. Katika hiyo hali ya utulivu, watu pepo zitawatoka na Roho Mtakatifu, kwa sababu mahali anapotakiwa kaa uchafu, sasa lazima uchafu utoke ili apate kukaa. Roho Mtakatifu, wewe ni Mungu na aubadiliki. Uko kwa ajili ya kanisa. Ile miaka 2000 iliyopita, wakati Yesu anakwenda mbinguni kuandaa makao, alisema sitawaacha yatima, bali Roho Mtakatifu atawajilia nyinyi juu yenu. Naomba Roho Mtakatifu, si kwa maigizo ya wanadamu, bali ni kwa uwezo na nguvu. Ilo andiko la Yoeli, na itakuwa siku za mwisho Bwana atamimina Roho wake kwa kila mwenye mwili. Tuko hapa Bwana, nikikuomba kama mchungaji ulioniweka kwa madhabahu, Roho wako amiminwe ndani ya watoto wako. Vinywa vikamatwe. Ndio. Yes. Ndio. Fungua moyo wako, fungua moyo wako, fungua moyo wako aingie. Fungua moyo wako aingie, fungua moyo wako, fungua moyo wako, fungua moyo wako. Fungua moyo wako. Fungua moyo wako. Hiyo nguvu ya Bwana. Hiyo nguvu ya Bwana. Hiyo nguvu ya Bwana. Hiyo nguvu ya
Hiyo nguvu ya Bwana, hiyo nguvu ya Bwana. Wenye haja watapokea, wenye haja watapokea, wenye haja watapokea. Sharti adui akuache, alafu Roho awe ndani yako. Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu ashuke juu yako. Roho ya giza ikuache, roho ya mizimu ikuache, roho ya uganga ikuache, roho ya unabii wa uongo ikuache, alafu roho wa kweli hawe juu yako. Ndio, ndio. Na wale wote wanaongozwa na roho za mizimu lazima siondoke saa hii hapa, ili roho aweze kukaa. Inua mikono yako. Roho za mizimu lazima siondoke. Umekuwa unasikiliza sauti za mashetani zinaingia kwa masikio, hizo lazima zitoke kwa jina la Yesu. Hiyo sauti ambayo umekuwa unasikia isiyotokana na Mungu, naifukuza, 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 naifukuza. Roho ya uganga toka. Hatutaki roho ya uganga wa kienyeji hapa. Hatutaki roho ya uganga wa kienyeji hapa. Hatutaki roho za uganga wa kienyeji hapa. Hatutaki, hatutaki, hatutaki. Nakataa, 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 nakataa. Out! Roho ya uganga hapa haitakaa hapa. Tunaomba Roho wa Mungu awe juu yako, na si roho ya uganga wala uchawi wala mizimu. Kuna wengine wa familia zao zinawaita wawe waganga. Kuna wengine familia zao zinawaita wawe waganga wa kienyeji. Sauti wamekuwa nasikia hazitokani na Mungu. Kwa jina la Yesu, hizo sauti nazifukuza. Ndio roho ya uganga na kuamuru kuanzia sasa, panda na ukimbie, 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 panda, ondoka, panda, panda, ondoka, panda, panda, ondoka, panda. Fire! Hawezi kaa, hawezi kaa, hawezi kaa, hawezi kaa, hawezi kaa. Sauti mara nyingi umekuwa unasikia sauti na azitokani na Mungu. Hizo sauti leo nazifukuza kwa madhabahu. Zimekuwa zinakupa maelekezo, lakini maelekezo zinazokupa si Mungu huyo, ni roho za udanganyifu. Wacha moto wa Mungu uwe juu yako sasa. Roho ya uganga ikuache. Nitahesabu mpaka 3, alafu roho zikimbie haraka. 1, 2, 3. Yaani kila mwenye roho ya uganga hapa hataweza kuvumilia ndugu, maana kuna operation inafanyika. Mahali ambapo roho anatakiwa kukaa ndio kuna roho za uganga. Kuna operation inafanyika. Ndio, ndio, ndio. Hicho kibuyu kilicho ndani ya tumbo, kibuyu cha mikoba ya kiganga, mikoba ya kiganga na isambaratisha katika jina la Yesu. Hawatakuita kwenda kuagua, hawatakuita kwenda kuagua, hawatakuita kwenda kuagua kwa jina la Yesu Kristo. Bwana aweke nguvu ndani yenu. 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 Sema napokea. Ina mikono yako, sema napokea. 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 Sema napokea.
Shema napokea. Shema napokea. Shema napokea. Shema napokea. Shema napokea. Shema napokea. Shema napokea. Shema napokea. Sema napokea. Ndimi za moto. Ndimi za moto. Ndimi za moto. Ndimi za moto. Sema napokea. 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 Ndimi za moto. Pokea. Sema napokea. Inua mikono yako, sema napokea. Sema tena napokea. Ndimi ya moto juu yangu. Sema Roho Mtakatifu, shuka ndani yangu. 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 Sema tena napokea. 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 Piga kelele, sema napokea. Sema napokea. Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Kuna kitu nimekumbushwa hapa. Kama uliwahi kunisema kwa ubaya, kama uliwahi kunisema jambo lolote tu kwa ubaya, hata wale siku ile waliotoka siku ile wakaja wakaongea pale, ni hivi, takiwa nikubariki isiwe juu yako. Saka uliwahi kunisema vibaya, kwa wala haina haja ya kuogopa kumwangalia jirani yako. Unahitaji kutengeneza wewe mwenyewe na Mungu. Maelekezo ni kubariki. Maelekezo ni kukubariki. Nyinyi ambao hamujawahi sema kitu, rudini kwa nyuma, wabaki wale. Na wale siku ile waliotubu pale, wote wabaki. Na weka hujawahi, rudi kwa nyuma, kaa kule. Rudi kwa nyuma. Kuna laana inatembea juu yenu, na lazima nikuombee hiyo laana iende, ili upate kutembea na nuru ya Mungu. Kimbia, kimbia. Inua mikono, sema Baba, kwa mbele zako naomba unisamehe mahali popote nilipoinua kinywa changu nikasema mabaya juu ya kuhani, na ikiwa kuna laana ilikuwa juu yangu, ninaomba Bwana Yesu unisamehe. Inua mikono yako sasa, nikubariki. Bwana Yesu, na wabariki watoto wako in Jesus name. Na wabariki leo na wabariki. Rahana iondoke juu yenu kuanzia sasa. Bwana aweke neema juu yenu tena.
Na wabariki kwa jina la Bwana. Na wabariki kwa jina la Bwana. Bwana awaondolee laana na kila roho zote zilizopata mlango kupitia vinywa vyenu au mawazo yenu. Bwana awape neema, awafungulie milango na sio laana. Ninawabariki Jumapili ya leo na kutangaza ya kwamba laana iliyokuwa kama ukuta kwenu imevunjwa katika jina la Yesu. Bwana aende pamoja nanyi. Bwana awafunike na kuwatetea. Bwana ainue nyumba zenu. Bwana ainue uchumi wenu. Bwana ainue kutoka kwenu na kuingia kwenu. Nimewabariki kwa jina la Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Inuka. Barikiwa na Bwana. Sasa imeomba na imeondoka, na mjitahidi sasa. Amina. 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 Haleluya. Namshukuru Mungu. Haleluya, namshukuru Mungu. Amen, amen. Namshukuru Mungu. Haleluya, namshukuru Mungu. Amen, amen. Oh, namshukuru Mungu. Haleluya, namshukuru Mungu. Amen, amen. Namshukuru Mungu. Haleluya, namshukuru Mungu. Amen, amen. Oh, namshukuru Bwana. Haleluya, namshukuru Bwana. Amen, amen. Namshukuru Mungu. Haleluya, namshukuru Mungu. Amen, amen. Shangilia Yesu kwa makofi mengi. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Geza makofi yako kwa Bwana. Amen. Amen. Sasa bila kupoteza wakati, sinaomba tu watoto muwapeleke shuleni, alafu samahani, tutatoa sadaka baada ya neno. Alafu hiyo suruali yako nimeielewa, mtu wa Mungu, hilo lenyewe sio tu kila wakati tunakuwa tunawapiga nyundo tu, hata wakivaa suruali nzuri tuwasifie. Amina. Haleluya. Na wakati mwingine nizoee tu mchungaji wenu huwa yani nikishaona kitu kiko sawa, unakuta mdomo unawahi kuongea. Yani mdomo unawahi kuongea, alafu auangalie mazingira sasa. Kwa hiyo wakati mwingine tusamehane, lakini lengo ni tujengane tufike mbinguni. Bwana asifiwe sana. Alafu niwape tu hii kitu cha msingi. Biblia inasema, Mungu anasema hivi, mtoto apendwaye na Bwana uonywa, sio na kurudi. Alafu system ya Mungu ya kuonya mtu hainaga kificho. Ingawa mashetani siku hizi wameweka, unapomkemea mtu mbele za watu unamwaibisha. Lakini kuna watu Mungu aliwaambia tembea uchi, tembea uchi. Mnakumbuka kwenye Biblia walikuwa ni nani? Alimwambia tembee wapi? Uchi, yani anatembea sokoni na barabarani. Sasa leo hii ungesema Mungu huyu amefanyaje? Amemwaibisha nani? Isaya. Pale kuna watoto wadogo, kuna wazee, kuna vibabu, kuna vikongwe,
wote walikuwa wanamuona Isaya akigeuka, wanaona makario ya Isaya hayo, akigeuka mbele wanaona sehemu zake za siri. Huyo ni Mungu amesema tembea. Na wakati huo anavyotembea anawaambia taifa hili, mko kama mnavyomuona Isaya alivyo. Ni Mungu yule yule ambaye alimwambia Daudi, mechukua mke wa Uria, nitakutandika na hautaamini. Na kesi hiyo mpaka leo tunaisoma, na atakayezaliwa kesho akajua kusoma akabeba Biblia atajua kwamba Daudi aliiba mke wa mtu. Kwa Mungu hakuna kuficha dhambi. Ndio maana Biblia inasema afichaye dhambi atafanya nini? Hatafanikiwa, bali aziungamae na kuziacha atapata rehema. Rehema kwa Mungu inakuja wazi, dhambi ikiwa wazi. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Adamu alipotenda dhambi, dhambi yake yeye na mkeo iko wazi mpaka leo. Kwa hiyo ukiona mchungaji nakuja na kukemea hapa mbele za watu, usiseme huyu. Unajua nilikuwa naona kwa mtandao watu wanasema hili lichungaji halina hekima. Ni kweli sina hekima. Alafu Mungu ameniita hivyo hivyo. Si hekima ya duniani, nina hekima ya mbinguni. Sa mbinguni hawafichi dhambi, na dhambi haiwezi ingia huko. Hapa Bwana Yesu atusaidie sana. Dhambi iko wapi? Hapa duniani. Sasa lazima tuionyeshe. Hivi unavyoona mtu anatembea barabarani yuko uchi, amevaa sketi, mwisho inaishia hapa. Ukimsema heti yule, unasema unamwaibisha. Sikaja mwenyewe hivyo hivyo. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Yani mimi hapa kwa kanisa hili, mwambie jirani yako, huyu mchungaji hana hekima ya kibinadamu. Ukija vibaya, haangalii mazingira, unakwenda. Kwa hiyo mnielewe tu, na wale wa mtandaoni munione tu. We kama hujaona sikufai, usije hapa na ni mpya rafu. Ukiote hapa, ngoja nirudi hapa. Ukija vyovyote hapa, hatuwezi kukubali uje vyovyote. Bwana asifiwe sana. Hayo ya moyoni ni wewe na Mungu wako, lakini nitakufundisha uyaache. Lakini ya mwilini mimi nayaona, nitayakemea wala sitayaacha. Bwana tusaidie sana. Mpaka Yesu anarudi. Akirudi hata kesho kutwa, hata leo usiku, sitaruhusu kanisa watu waingie uchi. Sitaruhusu. Sasa leo nataka kutoa mfano kidogo. Hebu Mwalimu Ota njoo. Mwalimu Ota. Kuna maiki ya waimbaji ile naomba. Hii haina betri, kaweke betri. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Huyu ndio atatucha neno leo. Amen. Hivi mnamuonaje Mwalimu Ota? Kapendeza Tumpe Yesu makofi. Weka tu hivi. Amen. Si unaona hivi vijana tukiwa mnavaa hivi smart, si inakuwa safi kwa Yesu? Inakuwa vizuri. Sasa wewe mpaka unakuja kuinama hapa, tunaona na boxer ya ndani. Hatutakuruhusu ndugu yangu. Hatutakuruhusu kwa hii kanisa. Haleluya. Haleluya. Hivi inafaa sana ukiona mtu anavaa hivi. Juzi nilikuwa naye anaenda zake Karume, akaniambia pastor, naenda kutafuta vile visuruali vile vya kule vile vya mtumba. Lakini baadaye akaniuliza, hii nguo zako unashonaga? Mimi nashonaga kwa hela ndogo sana. Hivyo lakini tunapendeza. Bwana asifiwe sana. Nikamwambia Bwana nashona, akaniambia sasa basi, akatoa sehemu yake ya mshahara akaenda akatengeneza nguo zake. Hapa si unaona navyopendeza sana. Alafu hapa bado hajaoa hapa. Anapendeza sana. Na hata akitembea hapo unaweza ukasema huyu jamani usalama wa taifa au vipi? Suti imekaa mahali pake. Bwana asifiwe. Na nilikuwa namuona na Mwanjiku na ile suruali nzuri sasa. Limekaa vizuri.
Mtu ananiangalia, mchungaji atatuamsha kweli hapa? Sikuamshi leo. Leo sikuamshi. Leo sina upako wa kukuamsha. Bwana, leo tuna wasifu wanaovaa vizuri. Amina. Bwana asifiwe sana. Leo na wasifu watu wanaovaa vizuri. Mimi siangalii mazingira. Na watu viburi wengi walishakuja wakakimbia na kanisa. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa nikiwakemea, wanachukia, wanahama na kanisa, wanaondoka. Kwa sababu wameshazoea kuvaa vyovyote. Lakini mimi bado natumaini na namwamini Yesu kwamba bado kuna masalia ya waliookoka. Ndio maana dunia haiwezi katuelewa kabisa tukianza kuhubiri kwa habari ya mavazi. Utasikia wengine wanakutukana, utasikia wewe kasome shule theology ili ujue namna ya kudili na watu. Lakini elimu nzuri ni ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akisema nenda kamwambia yule mwanamke anavyovaa sio, mimi wala sitakuangalia eti wewe una pua ndefu, una mdomo mkubwa. Mimi nitakufyatua. Lakini ni rafiki mwema mzuri sana, nimeokoka, nampenda Yesu, na mbinguni naingia. Haleluya. 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 Si raha sana vijana mjitahidi bana. Msiniangushe. Tuvae, yani hata kama tuwezi kuvaa masare risari. Unajua mimi sio ule mchungaji wa kuvaa risari moja kanisa zima. Imradi hata kama ni tofauti lakini nguo ziwe za adabu na heshima. Wanawake mama zetu sijawahi kuwasimamisha hapa mbele. Lakini siku Roho Mtakatifu akija akanitoa nikaja hapa kwa hasira ya Yesu, nitapindua meza. Na waomba mvae nguo za kujistiri. Muvae nguo za heshima. Kuna nguo nyingine za wamama ni ndefu mpaka chini lakini ni bigiji. Yaani mpaka ule mpasuo wa katikati huu hapa ikweta unaonekana kabisa umegawanyisha hivi. Kwa hiyo jitahidini kuvaa nguo ambazo ni nzito kidogo. Alafu hapa si tuna AC, kwani hapa umeona kuna mabati hapa yanatuchoma. Hapa tuna AC, vaa vizuri. Na nyumbani hata kama una AC, vaa vizuri, jistiri. Haleluya. Haleluya. Kama unanielewa nipungie mkono namna hii. Amina. Alafu wanaoenda mbinguni ni wachache. Ndio maana inaitwa njia nyembamba. Kwa hiyo njia nyembamba na imesongwa sana. Haya. Ubarikiwe mtu wa Mungu. Umevaa, umependeza. Na ajaoa huyu bwana huyu. Umependeza sana. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza ni washukuru kanisa, Mungu awabariki sana. Na ile Jumapili nilitangaza nikasema tumchangie ndugu yetu, rafiki yetu Edwini. Huyu ni rafiki yetu, njoo bwana rafiki yangu. Huyu ni rafiki yetu. Edwini huyu ni rafiki yetu sana. Amen. Huyu kamanda acha tu, lakini ni chombo cha Bwana. Mungu alitukutanisha kwa neema ya ajabu, na walio wake huisikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo aliposikia tu akaona hii ndiyo sauti ya Bwana. Na mimi nilipomsikia nikasema hii ndiyo sauti ya Bwana. Tunajuana waenda mbinguni, tunafahamiana. Kwa hiyo Mungu awabariki sana kwa kumchangia. Tumepata suti 3 za maana sana. Na kama bado unataka kuendelea kuongeza, unaruhusiwa kuendelea. Kwa hiyo tumepata suti 3 za maana sana, na tumepata simu moja ya kali sana kama ya milioni hapo. Sasa
Muendelee kumbariki huyu mtu hata kama anarudi nyumbani. Amen. Wangapi wanasema tutakuwa tayari kumbariki? Mbarikiwe sana. Unapowapa watu wa Mungu kama hawa ukawabariki, Mungu hawezi kukuacha. Mungu lazima atakukumbuka. Niwape kisa tu, Mungu akubariki. Baadaye nitakuita uwabariki. Sasa niwape kisa tu cha ajabu, alafu nimkaribishe mnenaji wa neno. Jumapili nikiwa hapa kanisani, nikiwa nimesema nadaiwa, nilikuwa nadaiwa kweli, na nilimpeleka baba yangu hospitali. Alikuwa anafanyia operation ya mguu na mpaka sasa yuko hapo, lakini Mungu anaendelea kumpa uzima. Sasa niliingia hospitali nikiwa sina hela, sina kitu. Mchungaji, sina kitu. Lakini nikamtumaini Yesu. Sina kitu ila Yesu ninaye. Nikiwa pale Mungu akawa amenipa fedha. Pale nikaona tu kwa simu nikasema ashukuriwe Yesu ni Bwana. Basi baada ya hapo nikalipalipa, na nilikuwa na kadeni kengine ambako alinikopa mtu mmoja, nikanunua dawa. Sasa akaona nidai Jumapili, nikawa nimetangaza hapa kanisani nadaiwa. Akiwa amekaa akasikia Roho Mtakatifu anamwambia kwenye masikio, anamwambia, hivi wewe unakuaje na hela kwenye simu na mchungaji wako anadaiwa? Ipeleke hiyo hela hapo. Mimi nimemaliza ibada, nimekaa pale, naona mtu anakuja anasema, Bwana ameniambia niweke huko. Nikamwambia weka haraka. Kaniwekea. Bwana asifiwe sana. Nikamwambia uweke haraka, akaweka. Alivyoweka, sijakaa sawa na mdeni anayenidai, naye akaja akaniambia, Pastor, nimekusamea 100,000. Nikasema amina. Na hiyo 100,000 uipeleke mahali. Nikamwambia amina. Huyo ndiye Mungu sasa. Wakati huo yule bwana aliyeleta pesa pale akafuta deni. Wakati huo namaliza tu ibada, niko kwenye ofisi, anakuja ananiambia, mchungaji, naomba nitoe zaka, umeshuka muamara kwenye simu, sijawahi kwa. Sasa huo muamara nikaona anafurahi, nikamwambia niwekee zaka hapo. Akaniwekea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Zaka ni ya Mungu, sio yako. Utaitoa tu kwa lazima. Kwa hiyo ukiona nakwambia niwekee, nimemaanisha kwa sababu ni cha Mungu na nishajua umekipata cha Mungu, weka haraka. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ukawa ushuhuda huo umeniinua sana. Kuna mtu mwingine naye akaripia bima, baba yangu akamripia bima ya afya. Mwambie jirani yako, mchungaji anaishi kwa muujiza. Mwambie tena anaishi kwa imani. Yaani utakaa na kupigia simu na kuomba hela, ila Mungu mwenyewe atakupigia simu ndani, utatuma tu. Ila utakaa eti na kusumbua eti haro, hakuna. Mungu nataka kusumbue wewe ndani, uone umuhimu. Bwana asifiwe. Na ndo maisha ambayo nimeishi mpaka sasa. Namuona Yesu. Nikiwa na jambo, Yesu anaongea na watu wake, pelekea yule mtu. Mwambie jirani yako, ishi kama mchungaji anavyoishi. Anaishi kwa imani na ana moyo wa kusitasita. Sasa pale ningeanza kulalamika pale hospitali, Bwana mimi ni mchungaji, angalia baba anaumwa, sasa mimi nikapuku hapa. Nilitulia nikamwamini Yesu. Yesu amekria kila kitu. Kila kitu. Huyu Mungu ni wa ajabu. Sasa yule alipolipia ile bima, alikuwa anawadai watu miaka hawajawahi leta hela yake. Na kuambia siku hiyo kesho yake wakaanza kupiga simu, wanamwambia tunarudisha deni lako. Hela zinaingia.
Alikuwa na vitu anauza, wateja hawapo, wakaanza kuvigombania. Mwingine anasema, naomba nikupe na hela ya usumbufu, unitunzie, kesho kutwa tu unipe hilo eneo. Hela zikaanza kuingia kwa benki, hela zikaanza kuingia kwa benki. Iko hivi, ukitoa kwa mtumishi wa Mungu, thawabu ya Mungu iko pale pale. Unajua tu huwa tuna matatizo, mtumishi wa Mungu Edwin, kanisa tu. Sasa nitaanza kuhubiri, sorry, lakini tuna matatizo. Mtu akileta zaka anamlazimisha Mungu ampe. Ile ni ya Mungu, yani ana uwezo akupe au asikupe. Lakini kuna vitu ambavyo wewe unatakiwa kumkopesha Mungu. Ukampa muhitaji, umemkopesha. Ukamvesha muhitaji, umemkopesha. Una haki ya kwenda na kumwambia Mungu, nimefanyaje? Nimekukopesha. Ndio maana nasema umenipa nini hata nifanyeje? Nikuripe. Zaka sio zaka ni lazima uitoe. Ni yake. Sasa yake tena nampangia. Lakini ile sehemu yako ile ndio unaweza wa kusema, nakubariki mtumishi, hela hii ya maji. Mungu akubariki unapokwenda, unashangaa baraka zinakuja, vitu vinafunguka. Nilikuwa natoa huo ushuhuda, tumpe Yesu makofi. Sasa baadaye tutakuwa na sadaka ambayo tutambariki mtumishi, anaondoka leo jioni. Afike mahali, aingie hotelini. Ngoja niwaambie tu ukweli, watu wa Mungu. Unajua zile hoteli wanazosema shukeni jamani mkachimbe nini? Na huo ni uongo, lakini maana hakuna mizizi pale. Na sijawahi ona mizizi yoyote mle. Sasa kachimbe dawa. Unapokwenda pale na kuna hoteli, maliza kuchimba dawa, alafu unaenda hapo hotelini, watu unaona wanapita pale wamebeba masahani yao, wengine wana vitu vya kutisha mle. Alafu huna hela mtumishi, unabaki unapiga miruzi, alafu unarudi kwenye basi unakaa. Haipendezi, sio? Lakini ukiwa mtumishi wa Mungu kama huyu mtumishi wa Mungu Edwin, tunambariki sasa baada ya ibada, alafu tu anaenda pale, akiingia hotelini naye yumo. Anaagiza, anaenda anakaa, anakula, anabariki watu waliotoa. Amen. So unakuta unatoka unasema, Mungu, hivi nilitoka kwenye huduma au nilitoka wapi? Wewe leo hautamshukuru Mungu leo. Muda umeenda. Naomba mnenaji wa neno njoo haraka. Nikiruhusu kushukuru Mungu watu hapa hatutaenda nyumbani. Karibu. Na amen. Njoo tu, panda tu kabisa kwa madhabahu. Wakati mtumishi wa Mungu anaenda, Bwana, wiki hii kilichotukuta. Wiki hii Bwana, mtumishi wa Mungu alikuwa anaendelea na ibada kwa madhabahu. Nikashangaa ghafla, mimi nilikuwa nimekaa pale kwa sababu siku hizi nimeanza kuwa DJ pale. Naweka mitambo vizuri. Na vijana mjifunze ili nisiwe nakaa pale. Sasa nikiwa pale naangalia pale live imefanyaje? Imekatika. Kuna nini tena? Nikamfuata Mama Debora pale, nikamwambia, mbona kama imekata? Maana pale mbele nilikuwa nimeweka simu iko nafuatilia kila kitu ili kuona mambo yanaendaje. Kwenda pale ninaona nimetumiwa message eti nimemweka mtoto mdogo anasimama madhabahuni, kwa hiyo tumekufungia. Kwa hiyo ibada hapa unapoiona hairuki tena shuhuda za kweli, inaruka neno la maarifa. Eti wanataka nisimame na muhuyu, akata na ubiri, anaenda hivi na mimi naenda naye hivi. Anarudi naenda naye hivi. Imradi tu kamera inione, inione. Sasa kuna kale kengine tulikuwa tumekaficha, kale ka akiba nako nikawahi kuweka kule, nako kakaliwa. Vikaliwa vichaneli viwili vyote. Sasa nikawa namuomba mama pale, nikamwambia mama, ni sawa kule ni wanawake, lakini leo wacha na sisi tuingie wanaume huko kidogo ili watu waangalie ibada. Bwana asifiwe sana.
Kwa hiyo ilikuwa ni vita tu ya shetani, lakini tunaamini tutaendelea na itafunguliwa tu muda si mrefu. Amen. Amen. Karibu mtu wa Mungu. Karibu sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. 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 Hebu simama ukimpigia Yesu Kristo makofi mengi. Haleluya.